Kama kuna bwana mmoja tunaishi naye anasema, bwana, mimi namshukuru Mungu nimewahi kutekeleza ibada ya hija mara 19 tu, maana yake bado ni ndogo, nataka kuongeza nyingine. Wala haula wala quwwata illa billah, mara 19 tu. Angalia hali ya umma jamani, umma itaka kuangaliwa. Wajane wangapi ambao wanakufia ndani manyumba hawana matibabu? Watoto wangapi ambao hawana karo ya shule? Wangapi ambao hawana kazi, hawana biashara, hawana miradi yoyote? Hizi pesa angalau tuinue maisha ya watu. Wallahi, kuna miji leo, kuna baadhi ya mitaa katika mji wa Nairobi, kuna mitaa mingi ambayo wanaishi watu walalahoi, mitaa ya mabanda. Mara nyingi tunapita kule katika safari zetu za da'wa. Wallahi nawaambieni Waislamu, anakoishi mbuzi ni bora kuliko sehemu ambaye baadhi ya Waislamu wanaishi. Mbuzi anaishi sehemu nzuri, nawaambieni Waislamu. Na baadhi ya watu hapa wanakwenda hija kila mwaka. Maana yake unaambiwa ile mwanya iliyoko baina ya matajiri na maskini imezidi kuwa kubwa. Maana yake matajiri wako mbali kabisa na masakini, watu hawaingii huko ndani wakaenda kuona hali za watu huko. Mtu anaishi kwenye room moja, utafikiri ni bafu ya kuogea. Ana watoto 5, kitanda moja iko pale, na ana dada yake pia anaishi naye. Huyu bwana inabidi afanye kazi ya uaskari usiku ili watoto wake waweze kulala, la sivyo apalaliki. Kuoga wangoja saa 6 za usiku, hakuna bafu, waende nje kwenye giza ndo mtu ajimwagie maji. Tarehe inaonesha zaka imewahi kuondoa maskini katika ardhi, kama ilivyokuja wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Zaka ilitolewa mpaka ule maskini aliyopewa zaka mwaka jana, mwaka huu yeye naye akawa anamtafuta mtu wa kumpatia zaka, asimpate. Hakuna mtu kupewa zaka, watu wote mishahali yao imeshaboreka. Ndo khalifa akachukua hizi mali ikatiwa katika Baitul Mal. Wale vijana hawajaoa wakaozwa kwa pamoja. Mtu ambaye ana biashara yake akajaziwa mali kwenye biashara yake. Lakini angalia leo hizi ushuru duniani, kila wanapowachaji watu ushuru duniani, hali inazidi kuwa ngumu. Inaonekana kana kwamba hizi nchi zimeshindwa